Samanini jamani, namtafuta Sahil kwa muda mrefu lakini sijabahatika kumuona. Vipi, mna taarifa naye? Mimi nilisikia babu yake anasema kwamba wana mpango wa kusafiri na safari yao inaweza ikachukua kama siku 7 huko. Kwa hiyo kama haumuoni itakuwa tayari wameshasafiri. Alafu hata babu pia naye pia akasema kuna sehemu tutakaa siku 7 hiyo sehemu. Sasa sijui ndio huko kwa alipo mamangu. Mbona siku 7 ni siku nyingi hivyo? Mimi nitaweza kukaa peke yangu Sahil. Nimezoea unakuja unanipigisha story. Basi nikamwambia babu tu twende wote. Kweli? Kwa hiyo ina maana ile safari ya siku 7 tayari ameshaondoka. Lakini mbona aliniambia kuwa tutaondoka wote? Lakini huwezi jua. Pengine labda kuna namna ilimhitaji kwa haraka zaidi au labda kuna emergency ilitokea. Kwa huwezi jua. Sawa. Basi poa Belinda. See you. Hatujui kesho yetu, hatujui hata baadaye, yote sio kwa uwezo wetu. Wewe umepewa mdomo, wenzako wala haongei. Wewe umepewa kizazi, wenzako hana. Wewe umepewa miguu, basi furahi. Wenzako umepewa magongo, ndo mwendo wake. Lizigana toa kwa mafungu, achagui habagui. Dua twa kuomba Mungu, utuepushe na madui. Hofu inatanda kubwa kwangu, hata nizika simjui. Jarada mapungufu yangu, unieke mbali na madui. Naomba salama, ya Rabbi naomba salama. Naenda kuzama, najua naenda kuzama. Nijalie yaliyo mema, Hivi kwa nini anafanyiwa hivi mwanangu? Si mambo ya ajabu kabisa haya. Binadamu wa kawaida hawezi kufanyiwa hivi. Yaani mwanangu anafanyiwa hivi kama maiti. Inaniuma sana. Mbona nashindwa kuvumilia nikimwangalia mwanangu? Ee Mwenyezi Mungu, naomba msaidie mwanangu. Naomba msaidie mwanangu awe sawa.
Evelyn, umeona maisha yalivyokuwa mepesi. Ukiwa na sisi ma genius, lazima upate ajira. Hapo uliposhapata ajira yako ya kudumu. Alafu Evelyn, ukitaka ajira yako izidi kudumu, unatakiwa hata siku moja umpe. Maana ukimpa mwenyewe unajijengea uaminifu, hata siku ukiwa uhitaji kumpa. Mmoja anakupa hela, yani anamwaga. Nisikilize. MK kwa Diana hivi. Tulisema tunamzeveza. Tunachukua chake, tunaondoka. Afu mimi ni msomi, mimi siwezi kutembea na yule mlinzi mjue. Siwezi. Evelyn, unakosea. Sana. Ukila na kipofu usimshike mkono. Yaani uko unakosea kabisa unapoenda sipo. Ushakona wapi mtu namlia hela zake afu bila kumfanyia kazi yoyote. Atulie tu. Kama ungeweza. Unataka umhurumie hata siku moja baba watu umpe kidogo tu, yani kidogo tu umpe. Ili ajue kama sisi tunania naye na yote kwenye ile kujirahisisha kazi asijue kama anaibiwa. Umeona hapo? Siku tumbo linakuuma 200,000. na mafua 100,000. Baby nywele zimefumuka 50,000. Yaani hapo utakuwa tayari ushajijengea uaminifu. Na ushaifanya kwa ajili yako. Kila siku tunamuongopea. Mwisho wa siku atashtuka, atajua tunataka tumwibie. Wakati sisi siwezi bwana. Kwani serious? Mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo jamani. Siwezi. Wewe unakosea sana. Sasa sisi tunachokifanya tunauza dili. Ngoja wewe. Roshni, njoo ni walembo wangu. Biskari kama hizi hapo na lingalinga. Unajua sisi tunawapambania wale mafighter. Atakayeonyesha nini tunampa nafasi. MK, ndio mnauza ile dili kweli? Sasa sisi hapo tumefanya kipi kibaya? Tunakuingiza kwenye mfumo, utaki. Unatoka. Na tukiona hapo tofauti na nzako, tunakuweka pembeni. Tunapambania watu wengine. Kama na hutakuja kufanikiwa. Jicho langu timu changa. Atienda la kwangu. Atienda la kwangu. Tupishe kidogo. Tuna maongezi ya kikazi. Wanaita nini mikataba? Kutoka hapo. Sogeni msiogope. Warembo. Beauty hao. Warembo. Sisi hapa tuna adili. Maana unajua ukituona sisi umeona hela. Umeona pesa bwana. Sisi watu wa michongo. Fly kidogo. Sisi tuna adili bwana. Roshmi, unaonaje kipindi upo chuo na masomo yako uko nje, yani nje ya chuo uona kiajira chako kinakuingizia pesa kipato? Ni nzuri. Sasa tusiende mbali. Hili lenyewe ni kuhusu ule kamanda, mlinzi wetu afande Kikofia. Yaani ukienda pale unajirahisisha kidogo, unajifanya kama unampenda, unamshikashika kidevu, unamshikashika kitambi kidogo. Lazima hela upate. Unapata wewe na sisi. Inakuadili ya watu watatu. Silipi. Au hata mkitaka wote. Hamna shida. Tuone unaje. Wait. Kwani nyinyi mnatuchukuliaje sisi? Si ndio hapo sasa? Yaani mtoto mzuri kama mimi nikatembea na mtu wa design hiyo. Kwani na heshima bwana. Siku nyingine mkitusimamisha kama hivi, muongee mambo ya msingi. Roshmi, usijichukuliwa bei ya jioni, uona vitu vyako. Afu unikwambie kitu kwanza, mlizi anapenda vitoto kama nyinyi, vitoto vya 2,000 vilivyonona. Yaani ndio vitu vyake kabisa. Ni ukienda pale 500,000, 600,000 kawaida mpaka milioni. Yaani wewe unachuna tu. Na hilo dili itakubadilisha. Uone ulivyochuja hivi. Yaani ukipata hela utanua vilosheni, utabadilisha muonekano wako. Utazidi kushine hapa chuo hadi kunenepa. My friend. Yes. No time to waste. Hana la maana. Let's go. Roshmi, ajira wewe mwaya. Simameni basi hata kidogo. Anatukozesha hela yule. Udugu, hii mimi naona kabisa ipo sawa kabisa. Yaani watoto wa 2,000 uwatajie hela sasampa na bado akatae. Ana msimamo sana ule dada. Na anatukozesha hela kirahisi. Udugu, hapo mimi nishagundua kitu. Mtoto hakika ukimpanga katika madini akiwa na mwenzake anajifanya mwenye msimamo. Ndio maana ili asijulikane kama yeye ni mrahisi. Sasa hapa tumfuate tu peke yake. Akatae. Big deal. Tumfuate. Ana imidili. Itatua mwaka huu. Roshmi, muda huu tumeamua tukufuate peke yako tukiwa serious kabisa.
Unajua matajiri wote hapa duniani walikuwa wanapambania fursa zao. Kila fursa inapokuja mbele yao wanaipambania, ndio maana wakafanikiwa. Na wewe tumekuona kwamba ni fighter, ni mpambanaji, na sisi tumeamua kukupa nafasi. Ukiwa na sisi ni benki inayotembea. Muda wote lazima pesa zimwagike. Taasisi kubwa. Kwanza Roshmi, samahani sana sana. Inaonekana pale ule muda kipindi tunakupa hiyo taarifa tulikukwaza, na tulikuwa tupaswe kukwambia wewe ukiwa na shoga yako. Kweli kabisa. Maana huu ni mchongo, tukufuate pembeni tukwambie, na maana tukakutafuta kwa muda wako uliopoa, uliotulia, tukwambie hii issue. Kwani nyie msichokielewa nini? Mimi nimewaambia sihitaji hicho kitu. Mimi sina tabia za ajabu kama hivyo. Kwani waelewa bana. Roshmi, hapo hujaelewa ni nini? Eti sio kama unafanya naye, ufanyi naye. Na sio kama hata kufanya naye sio unampenda, umpendi. Yaani kilichobaki hapo ni kukubali tu na kupenda. Bas, kuitikia tu nakupenda. Kwa mna malingo yenu mtoto na kiswacho kama Msomali wewe. Yaani ukikubali tu na kupenda afu unaele unalingalinga. Wewe unamsomba ule. Tena nikwambie Roshmi, yani hapa ni make deal. Yani deal isitupite. Kumbuka hapa unapata chako, tunapata chetu. Kweli? Wewe yule uende kufanya naye chochote. Yaani kumpigisha zile swaga, ile maneno ya kike yale. Sweet darling, sweet baby, baba. Hapo ndo anapopendaga yule mtu, ukimpiga fibusu wewe. Alafu nini? Anatoa pesa. Sikiliza. Anapenda sana umshike kidevu, umshike kitambi, umpapase. Yaani sauti nyororo na kisura chako. Wewe analegea mwenyewe. Yaani kwa nini asilege? Kikubwa tu hapo kukubali tu ili issue tulipige. Okay, hamna shida. Kama issue kama mlivyonipanga. Fresh. Wewe takubali. Kwa umeridhika tumpigie simu ile ane naye. Ujiridhishe. Kusha habari. Sasa hapo kidogo mapozi yawe mengi, sawa? Sasa mfundisha mtoto akike mapozi. Na wewe sinajiongeza tu. Kamanda. Tajiri. Vipi bosi? Safi vijana. Sasa hapa sisi bosi wangu tuna mzigo mpya. Yaani hii new model imeshuka tu bandarini, tukasema hii sichelewi sana isije kapoa. Tumpelekee bosi wetu. Nashukuru sana. Una maana mzigo mnao wapi? Tuchelewe nini sasa? Mzigo hapa tunavyoongea, mzigo tunao hapa. Hii pisi ipo hapa. Unaweza mkamba simu niongee naye? Subiri kwanza kamanda. Yaani huyu mtoto kamanda anakuambia hajatokea hapa Tanzania. Huyu katokea Uarabuni. Kama si Uarabuni basi nchi za nje. Vitu kupo ongea na mtoto wa Kisomali bwana. Hello. Jamani, kumbe kweli mtoto nakupenda sana wewe. Asante, nakupenda pia. Basi sawa. Wape simu yako. Kamanda? Tayari tuzungumza naye? Basi kamanda wangu. Kama tulivyokuambia, hatuchoki kukupambania. Wewe ni mteja wetu. Umeonyesha nia, bado tunazidi kukupambania, tunakupa fursa kamanda. Kwa sababu wewe ni fighter. Basi sawa? Sawa, nashukuru sana. Haya. Kata simu. Roshmi, mmezungumza. Umeelewa? Fresh. Kama tulivyoongea, tukienda unafanya vile vile, usifeli. Imeisha. Tunakulia. Kakubali kirahisi. Kamanda, sasa leo katika kuchagua kwetu tumekuletea piskali. Mtoto kalainika, mtoto mwepesi. Yaani unamkunja unavyotaka yani. Yaani kamanda ukifika, sawa. Mtoto nimemuona. Lakini vijana katika kuchagua kwenu, mmeenda mnichagulie mwanamke mwenye shepu ya mrija. Umeona hii new model. Kazi mpya. Toleo jipya ile kamanda, ile usizilizarau wewe. Mtoto nimemuona, ni mzuri. Lakini mtoto ni kama mkufu, asemeki asemami. Hana nyama kabisa. Kamanda, hujafa hujaumbika wewe. Wewe unamdharau huyu hapa kati huyu unamkunja unavyotaka. Kipiuda kidogo yani. Yaani chochote unachokitaka ukifanya hivi kinakaa, kufanya hivi kinakaa. Yaani unakosea sana unaposema. Hapana. Sijamaanisha hivyo. Mimi ni kama mkulima. Na mkulima achagui jembe. Lakini mkulima mimi hata kama jembe ni bovu, nitumie hivyo. Unaona kwanza alivyo. Mtoto kapoa. Kama laptop vile. Kokote unapoiweka inakaa. Haina mambo mengi. Umeona kwanza hii? Imetulia.
Nashangaa Kamanda ajifanya atakurukaruka. Anyway, mimi mtoto sijamkataa. Nitamkubali japokuwa ana shape ambayo tubai tu. Nitaenda naye hivyo hivyo. Hilo mbasa pesa lime kama umemkubali tu. Basi biashara yetu imeenda kama tunavyotaka sisi. Kamanda, lakini usiponde sana. Sasa Kamanda, tumalize kama kawaida yako. Ukajilie vitu vyako. Kila mtu aondoke na chake. Ana mapepo kwani? Ana mapepo? Nauliza tu. Isije kama niletea mtu ambaye anakaribia kufiwa. Kamanda bwana. Huyu hajafiwa, ana tatizo lolote, ana msiba, ana chochote. Mtoto ni mzuri. Nikimwangalia sura anayo. Acha basi. Lakini ana shepu kama mti mkavu. Unatuzalilisha kama. Kamanda, basi sisi tungeomba basi utulipe ili tuweze kuondoka. Sasa hapa mimi leo sina keshi. Lipa namba hiyo. Basi kuna lipa namba. Ni sawa, taasisi kubwa hii Kamanda. Wewe tajiri bwana. Nikutajie? Haya sawa. 13 35 26 101. Tayari. Nimeiona. Kamanda leo kazingatia. Sasa nimeiona. Kumbuka jichanganye. Kamanda, hilo sawa jepesi. Kamanda. Ya kwangu pia watumie hawa. Unawaamini kabisa vijana? Mimi nawaamini hawana shida. Leo umeniletea chombo. Umeelewa kabisa kukwa? Sasa. Taja kabisa. Mtaje namba yako. Ile. Amtaje tena? Nitaje. 36 30 13 35 26 101. Kiongozi. Okay, nimekutumia hiyo. Imeingia 50? Imeingia. Basi sawa. Kamanda, sasa sisi tupo wawili afu umetupa 30. Huyu uko peke yake afu umempa 50. Udugu. Acha tamaa. Kwani kunengeneka unaenda kunengeneka wewe kule? Sio mimi. Huyu hapa. Kamanda, ondoka naye na huyu na ondoka naye. Ondoka na huyo. Sawa mama mtu. Subiri. Kwani wewe safari umeshikwa fimbo? Na kusikia hata huko kule. Mara shepu ya mlija, sijui nini. Sasa nisikilize nikwambie. Usione kwamba naenda na wewe huku nimekupenda. Nimekuonea tu huruma kwa kuwa umetoa viela vyako nikufadhili. Sasa naona mtu mwenyewe naye kufadhili. Sasa nisikilize. Wafuate hao waliowapa hela zako hao wakakurudishia hela yako. Mimi na wewe mkataba umeishia hapa. Sawa baba? Lakini umesema nikutumie. Ulinitumia mimi? Nilikupa namba mimi? Si uliwapa wale? Wafuate. Niachie. Nitakuitia mwizi wewe. Akiamua mama maskini asai. Sasa nilikuwa namfokea nini? Mungu.
Mwenyezi Mungu nakuomba. Nakuomba Mungu mponyeshe mwanangu. Mimi kama mama najisikia uchungu sana kumwona mwanangu kalala hapa. Mungu nakuomba mponyeshe mtoto wangu. Kitu gani kinachokuliza? Baba, nasikia maumivu. Nashindwa kuvumilia. Kwa hiyo mavunja kabisa makubaliano yetu tumepeana. Ninakwambia ukija huku ufanya kazi moja tu. Na kumsugua basi. Ukimaliza ondoka. Na hata kama unataka kumbia dua si vibaya, lakini kimoyo moyo ukimaliza unaondoka. Sasa unamlilia kabisa kama mtu anekufa. Wakati mtu mzima wewe. Nisamehe tu baba. Najisikia maumivu makali sana kumwona mwanangu yuko katika hali hii. Alafu siku zenyewe zimemalizika. Leo siku 6 tu. Bado siku moja tu. Unavunja mashaiti. Nikuelewe vipi? Au una uchungu sana kwa sababu ni mwanao? Mimi mbona sijamlilia hata siku moja? Miaka yote ndoka naye. Naomba unisamehe. Toka ndio zako. Bafu. Unajua una imani sana kuliko mtu mwingine. Hivi Glory, umemfanya nini yule mzee? Mbona alikuwa anakufokea na kukutazama kwa ukali sana? President, yani kwa namna unavyoshangaa wewe, hata mimi nashangaa vile vile. Sielewi ni kwa namna gani alikuwa ananiangalia kwa ukali vile. Lakini Glory, hata reaction yako ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba kuna kitu. Hebu niweke wazi basi. President, hebu basi nielewe. Mimi simfahamu. Sijui ni kwa nini amenitazama kwa ukali. Mimi naona tu ni namna wazee wengine wanavyokuwa, huwa wanazeekaga vibaya. Itakuwa ndo tatizo hilo. Lakini President, pale chuoni kuna kitabu kimepotea. Na inasemekana kwamba wewe ndio unafahamu kilicho. Kitabu gani hicho? Kitabu cha lamination. Hapana, mimi sina hicho kitabu na wala sikifahamu. Okay. Lakini vipi, labda unafahamu lolote kuhusu kile kitabu? Maybe kuna historia yoyote unaijua? Hebu nielezee. Sasa Glory, kitabu sina na wala sikifahamu. Nawezaje kujua kinahusiana na nini? Sawa. President, mimi nimekuuliza tu kuhusu hicho kitabu kwa sababu kimezua gumzo sana hapa chuoni kwamba kimepotea. Na inasemekana wewe ndio ulienda library na ukakiiba hicho kitabu. Sasa uone kwamba inakuchafulia CV yako hata wakati mwingine utakapohitaji kugombea urais na ukakosa. Okay, kama umesema haukijui hicho kitabu na haufahamu lolote, basi mimi nikuache na wakati mwema. Tutakutana tena chuoni.
Kama unavyojua mama, leo ndio siku ya 7 toka tumfanyie matibabu mwana mdogo. Kwa kikubwa zaidi ni kumuomba Mwenyezi Mungu tu akimwamsha hapa amke salama. Kwa sababu mara nyingi sana binadamu anapolala ile siku ya kwanza kama ni mgonjwa, basi kila atakavyokuwa akiamka atamka muda ule ule alolala kwa siku ile alolala ya kwanza. Ndio hivyo inavyofanyika sana mara nyingi. Sasa tumuombe Mwenyezi Mungu atakapoamka asikumbuke vile vitu vyake alivyokuwa mwenyewe anacheza navyo. Kitu cha kwanza kama uchinyazi hapa, asimkumbuke kabisa, itakuwa amepona. Lakini akiamka tu, babu, jinyazi yangu kwa wapi? Tutakuwa tumefeli mamangu. Sasa kikubwa zaidi ni kumuomba tu Mwenyezi Mungu atujalie. Sawa. Lakini pia atakapokuwa amefungua macho, sijaribu kutaka kwenda kumkumbatia. Wewe tukae kimya tu sisi hapa. Mwacha fumbwe macho, akae. Akishakaa, ile kauli yake ya mwanzo kabisa atakaongea, ndio sisi tutakaotupa matumaini kwamba je, tumefaulu au tumefeli. Nadhani umeelewa vizuri. Tumuombe tu Mungu asitamke kitu vyake anavyopenda, kama jina wake mwenye kutazima kwa naye. Sawa. Tumuombe Mungu. Tuombe. Najaribu kuaminisha kuwa mimi ni kama wao, lakini hawaelewi hata nikise. Labda Mungu wangu mimi sio Mungu wao, ndo maana wananinyanyapa mpaka naumia. Mungu nipe ujasiri nishinde hii hali. Najua maisha safari, na mimi napokwenda mbali unilinde na lamination. Unibebe kwa mikono yako Baba. Wanyama kama una jarada kwa kina na itunze faraja, wasijema hakina husuda ya ndani wesiri ujaradie na lamination la